shule wangekuwa najua haya wakiwa darasa la 5. Anakwenda kuchagua kombi akijua inaendana na personality yangu. Anaingia chuo kikuu hivyo hivyo. Lakini Afrika tuna lost giants. Ndio maana nikwambie kaka, utamani kichekesho lakini kitafakari kwa sababu una akili. I can see you have brain yako iko vizuri. Thank you. Waganga wa kienyeji wanapeleka watu makaburini. They are not stupid. Katika makaburi duniani yanayoongoza kwa kuwa na potential zilizofia pale ni makaburi ya Afrika. Kuna giants, kuna mawazo, kuna vitu vimefia pale havifanywa kazi. Sasa mimi ni shauri tu, hasa kwa wale ambao ni bado ni vijana. Kitu cha kwanza nasema ukitaka kuishi maisha marefu, cha kwanza kuchunguzwa ni tabia. Tabia ndio zinakata maisha ya watu. Kama unataka kufa haraka, wewe acha tabia, ishi kwa tabia ya ovyo ovyo, kwa sababu tabia ndio ikupeleka kwenye ngono, tabia itakufanya ule ovyo ovyo, tabia itakufanya usipumzike. Yani it's behavior. Itaathiri sehemu zile tatu zote moja kwa moja. Just tabia. Ukitaka kuishi vizuri, maisha marefu, chunguza hiyo tabia. Mwingine mwachie Mungu. Ukitaka kuishi vizuri, tumia akili yako vizuri. Na ukitaka kufanikiwa ukiwa kijana, jitambue. Yes. Ni maneno mazito ambayo ni kati tu ya maneno mazito ya ile session, na leo tunaendelea hapa kwa sababu kuna issue ya tabia, na tukizungumzia tabia tunazungumzia kile kitu ambacho kinafanya watu watu treat vile ambavyo tunatreatiwa, na jinsi ambavyo watu wanatutreat ndio kinasababisha sisi tuko hapa tulipo. Kwa hiyo ni sehemu nyeti sana ambayo huwa izungumzwe, ndio maana nakuwa na session kama hizi, na niko na Cosmas Madulu live kwa mara nyingine tena. Brother, tuzungumzie issue hii ambayo nilikuambia tangu mwanzo kwamba tabia zetu zinaathiriwa sometimes. Hata nimefanya hii kwenye career yangu, naona ukifanya kazi na mtoto wa mwisho mtoto wa kwanza au yule mtoto ambaye amezaliwa peke yake, kuna vile ambavyo kuna zile tofauti ambazo huwa tunazizungumza kama utani kwenye mazungumzo yetu, lakini nilikuwa naongea na mtaalamu mmoja akaniambia ni kweli zinamata na zinaamua mambo mengi kuhusiana na maisha yetu. Is it true? Na unaweza kuielezeaje hii? Ni sahihi, sababu mtoto wa mwisho, wa kwanza na mtoto wa pekee ambaye labda amezaliwa peke yake wanatofautiana sana. Okay. Wanatofautiana kwa sababu ujue mwanadamu ni malezi. Na wanavyolelewa hawa watu ni tofauti kabisa. Exactly. Yaani mtu yoyote unayemuona ni malezi. Napoongea malezi ni content. Ukiongea malezi ni content ambazo ndio zinatengeneza utu. Utu wa mtu ni content. Ndani yake kuna nini? Kwenye nafsi, kwenye roho, labda kwenye mwili ndio unaweza usiseme sana kwa sababu ndio vyakula vya kawaida. Lakini kwenye nafsi yako kumekula nini? Umeshibishwa nini? Ni practice za kila siku ambazo watu wanaokuzunguka na kufanyia toka ukiwa tumboni mpaka unazaliwa, mpaka unakuwa kijana, mpaka unakuwa mtu mzima, mpaka uondoke pale nyumbani kwenu ukaanze kuyaishi yale yaliyowekwa ndani yako kwa uhuru wa maamuzi yako mwenyewe. Kwa hiyo simjaji mtu akiwa bado yuko kwenye mamlaka eti ni mtoto mzuri. No. Yes. Subiri tuone zile content zilizoko ndani yake akiwa free kwenye maamuzi yake mwenyewe. Hapo ndio utaniambia huyu ni mtu. Yes, kuna mtu mmoja aliniambia kwamba watu wengi wanatafsiri mambo mazuri kwa kuangalia matendo, lakini wanasahau kwamba ubora ama kufanya jambo jema ni state of being, kwamba ni eneo ambalo wewe kama ni mwema tu, hata uwe jela uwe wapi. Kwa hiyo ndio hichi ambacho umekizungumza hapo kwamba sometimes tunajifanya watu fulani kumbe ni kwa sababu tu tumebanwa. Lakini tunawezaje sasa kumtengeneza mtu kwamba hata pale anapokuwa na uhuru wote aweze kumaintain yeye ni nani? Ndio tunachosema haya ni malezi. Okay. Sasa tuchukulie kwa mfano turudi hapo mwanzo kwanza. Mtoto wa kwanza kwa mfano. Yes. Ameanza kwenye familia. Wengi wana advantage. Ila itategemea ni aina ya wazazi. Unajua nikwambie, mara nyingi nasema kuzaa ni kipaji ila kulea ni taaluma. Bahati mbaya sio kila anayezaa ana taaluma ya kulea. Ndio shida inaanzia hapo. Okay. Kuzaa ni kipaji. Hakuna anayejifunza kuzaa. Ni gifti ya nature. Ila kulea hasa kwa dunia hii ni taaluma. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo kwenye kulea tunaona kama ni nature sana, kwamba kwa mfano mbona wanyama wanalea? Sasa sisi sio wanyama. Ndio maana nasema mwanadamu ni akili iliyovaa mwili. Mnyama ni mwili wenye akili. Okay, turudi kwenye mtoto wa kwanza. Nielewa. Kwa hiyo sasa unapomwongelea mwanadamu unamwongelea kama akili. Akili ambayo imevalishwa mwili. Kwa sababu ndani yetu chenye maana ni akili. Ndio maana mtu akiharibika akili anakula jalalani na mwili anao. Intelligence. Moja kwa moja. Sasa tunapoongelea habari ya malezi ni pamoja na kuijenga hiyo intelligence.
mchakato na process uliopitia mpaka umekuwa hapo na miaka 10 na miaka mingapi, process iliyokutengeneza kufika hapo ni ipi? Huwezi kuwa umetengenezwa labda huwezi kuwa mabua utawaka kwa muda mfupi. Ni tofauti na gogo inapowaka, ni taratibu lakini inachukua muda mrefu. Oh yeah. Wote ni moto lakini upi utakao last muda mrefu nategemea ni kitu gani kinawaka. Okay. Sasa mtoto wa kwanza kwa mfano, wengi wanakuwa kama wazazi ni wazuri, wana advantage. Okay. Kwa nini? Wanakuwa treated kijeshi, majukumu mengi kuwahudumia wengine wanaofuata nyuma. Yaani wengi kwenye maisha yao, wengi wa kwanza wanafanikiwa, ila kwenye kizazi kilichopita, kizazi hiki cha sasa hivi, wa kwanza wana hatari kwa sababu wanadekezwa kuliko maelezo. Yaani kizazi cha miaka ya nyuma hicho, angalia watu wengi waliozaliwa wa kwanza, wengi wamefanikiwa. Sure. Wanatengenezewa msuli wa mwili na msuli wa akili. Hata kama hajakanyaga shule, analazimika kufikiri kwa sababu kwanza anapewa majukumu ya kuwalea wengine walioko chini yake. Kuna wengine kwenye level ya profession ambayo nawaona watoto wa kwanza wengi anakuwa anatamani kuongoza, alafu kuna wakati akikosa nafasi inabidi aongozwe, huwa kunatokea mtafaruku sana. Shida ni hiyo, ni kwamba huyo wazazi walivyomlea. Yaani alipewa madaraka. Kwa mfano, unapopewa wajibu ni tofauti na kupewa madaraka. Unaweza kupewa nafasi ya kushughulika zaidi kwenye familia, lakini sio ya kuamua kama muamuzi wa mwisho. Sasa unapolea mtoto wa kwanza alafu kampa uhuru wa kuamua mpaka maamuzi ya mwisho kwamba leo tule nini yeye, unamuua. Okay. Unamuua. Mshughulishe lakini bado asiwe muamuzi wa mwisho. Oh, yeah. Yaani yuko ndani, ni uwanjani, ni mchezaji. Apate sense ya ngazi kubwa kuliko ya uwajibikaji, sio uamuzi kama muamuzi wa familia. Hapana. Okay. Ni firstborn, yeye anachezeshwe zaidi mpira lakini yasiamue yeye. Okay. Unamfundisha kuwa na muscles kwenye uwajibikaji. Okay. Anafanya mpaka majukumu ya kuwahudumia wenzie wadogo zake kama wapo. Yaani unaanza kumfundisha kuwa baba au kuwa mama akiwa bado yuko nyumbani. Sasa hiyo inategemea na aina ya wazazi. Okay, sasa tuje kwenye mtoto wa katikati kama mimi. Moja ya tabia ambazo zinazungumzwa, utaniambia kitaalamu zimekaaje, ni kwamba ambazo naweza nikazi experience mimi, tunajitegemea sana. Yeah. Yaani tunajikuta ni mido kwamba ulizaliwa ukakuta kuna kakako tayari amekutangulia, then chini yako kuna mdogo wako utamtake care. Kwa hiyo sometimes unakuwa wewe unaachwa, kuna wazazi wanaweza kadili na mdogo na mkubwa, wewe unakuwa uko katikati sana. Tunakuwa hata kwenye maisha tuko vizuri sana kwenye kuplay nafasi za katikati. Sio kiongozi, sio mtu ambaye unaongozwa sana. Hii unawazungumziaje hawa watu? Mimi hicho ndio ninachokijua upande wako kitaalamu. Ni sahihi kwa sababu hata timu ya mpira ikiwa na viungo wazuri lazima ishinde. Okay. Kwa sababu hao ndio wanaoamua mpira uende mbele ama urudi nyuma. Na nielewa watoto wa katikati kweli wengi wako kwa sababu wana balance, wana wastani, na hakuna mtu mzuri duniani kama mwenye balance. Yaani kama hivi nilivyokuambia kwenye nafsi, roho na mwili. Ukiwa na balance kwenye hayo maeneo lazima umeki mambo yatasogea tu. Sasa wenye wa mwisho na wa kwanza wanakuwa na extremes, si nisemeje kwa Kiswahili? Yeah. Wanakuwa na vitu vilivyozidi, kama ni chachu ni zaidi. Ndio shida wanayoipata kwamba wanakuwa na extremes. Lakini huyu wa katikati mambo mengi yana balance. Hakupendwa sana na hakuachwa sana. Kwa anakuwa katikati. Hebu fikiria mtu aliyependwa sana na ni binti. Akiolewa aliyemuoa asifikie level hiyo, hakuna ndoa. Yeah. Lakini aliyekuwa katikati kama amekataliwa, kama amependwa, yani huyu anapotezea na mambo mengi atayawini kwa sababu hiyo hiyo. Na ni mtu wa mtu ni content, akiishi na babu, content za babu ndizo atakazochukua. Na bahati mbaya kile unachokichukua kwenye miaka 5-6 ya kwanza kina last forever. Huwezi kukikumbuka lakini unacho. Unatuambia tusipeleke watoto kwa babu na ndio nakwambia, that's a fact. Ndani ya mwanadamu kwenye brain yako kuna kitu kinaitwa mneme. Oh, yeah. Kinatunza rekodi ya mambo yote ikiwemo hali ya hewa na kila kitu. Ndani ya miaka 6-7 ya kwanza, na kinatunza ndio inakuwa foundation ya maisha yako. Mfano mzuri ni lugha ulioikuta kwenye hiyo miaka, itakuwa mother tongue, lugha ya mama, na ndio itakuwa msingi wa lugha zingine zote. Chakula utakachokula wakati huo ndio kitakuwa chakula kikuu. Ndio step of food yako. Chochote, lugha, mazingira, hali ya hewa, na kinatunzwa kwenye hiyo mneme. Huwezi kukikumbuka lakini ndio msingi wa maisha yako. Kitakucontrol. Tabia yote unayozoa kwenye huo muda ndio inakuwa stored. Kama black box ya ndege, hivyo hivyo. Usifikiri wanadamu wametengeneza hivi vitu from nowhere. Wamejifunza kwenye nature. Ndege ina black box, mwanadamu ana mneme kwenye brain ambao ni record, inatunza, ni memory, inatunza kila kitu. Ndio kinakuwa foundation ya msingi wa tabia yako. Kila unachofanya kwenye maisha foundation ni hiyo.
Kwa hiyo umeongea kitu kimoja brother Cosmas ambacho niliwahi kuzungumza hapa na mwalimu mmoja wa Temeke. Alilalamikia hicho kitu, akasema siku hizi watoto wadogo wanapelekwa kulelewa na bibi. Akasema tunatengeneza kizazi, yeye alizungumzia upande wa malezi zaidi, kwamba tunatengeneza kizazi ambacho hakiangaliwi, na ndio hao panyarodi wanakuja kutuathiri, ndio hao kama ni watoto wa kike ndio hao wanakuja kuishia kwenye namna ambayo hakuna anayetaka waishie hivyo. Leo umekuja kuizungumza kwenye upande wa psychology, na ni fact moja ambayo nimewahi kuipata sehemu, ni kwamba kweli siku 1000 zile za mwanzo zinaamua sisi ni kina ya mtu. Ni fact, kwa sababu hapo ndio kwenye process mtoto anajiumba tumboni na anaendelea kujiumba baada ya kuzaliwa. Yeah. Kwa hiyo anachokikuta akiwa kwenye process ya kujiumba kinakuwa foundation na hakitibiki. Yani kama ni kasoro, hakuna daktari duniani, niambie tu, hakuna anayeweza kutibu kasoro ya uumbaji. Hayupo. Okay. Kasoro yoyote inayotokea kwenye process ya creation ya mtu haitibiki. Na ndivyo hivyo process ya uumbaji kitabia ipo. Ikitokea kasoro ya uumbaji kitabia, mtoto akiwa na miaka siku hizo 1000 hata na zaidi kidogo, akiwa kwenye hiyo process haitibiki. Hata akiwa profesa bado atafanya vitu vya ajabu, kwa sababu foundation yake ina kasoro kwenye process ya uumbaji nje ya tumbo la mama.